Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Ni siku nyingine tena ambayo tumepata kibali mbele za Mungu, kwa sababu Mungu kila siku itopo leo anaachilia neema yake katika maisha yetu. Unapoona umepata neema ya kuwa hai, mshukuru Mungu sana. Unapoona umepata nafasi ya kuwa hai, mshukuru Mungu sana, kwa sababu Mungu anakupa neema ya kuishi kwa ajili ya kuyatengeneza maisha yako. Si tu kuyatengeneza maisha yako na kuyafanya yale ambayo anataka uyafanye. Yamkini Mungu amekupa huduma ya kichungaji. Yamkini Mungu amekuwezesha ukafanikiwa ukawa daktari. Yamkini Mungu amekufanya kuwa mfanyabiashara mkubwa, lakini pamoja na eneo lilopo ya kupasa ukae katika uaminifu na kumtumikia Mungu katika utakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa siku ya leo kuna ujumbe ambao nataka tukajifunze. Matumaini yangu ya kwamba Mungu atakwenda kukuvusha kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Neno la Mungu linapokuja katika maisha ya mwanadamu, lengo lake ni kumtoa hatua moja kwenda nyingine, kwa sababu watu wengine wako pale pale hawapigi hatua. Sasa neno la Mungu linapokuja linakuja na suluhisho ya mambo ambayo mwanadamu yanamsumbua katika uhai wake akiwa duniani. Kwa hiyo tutakwenda kujifunza leo, na ninaamini Mungu atakwenda kukusaidia sana. Kitu cha msingi, andaa moyo wako hapo ulipo. Andaa peni yako, andaa na daftari lako, kwa sababu tutakwenda kujifunza kitu cha msingi sana. Tutakwenda kujifunza jambo la muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ningependa niombe sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, asante Mungu muumba wa mbingu na nchi. Ninakushukuru Bwana kwa ajili ya siku hii ya leo. Ninakushukuru Bwana kwa ajili ya msikilizaji ambaye ananisikiliza Bwana. Ninasema asante kwa ajili yake. Zaidi ya yote Bwana, tazama wakati huu ni majira ambayo ninakwenda kusema na watu wako. Ni muda ambao ninakwenda kusema na watumishi wako. Roho Mtakatifu, ninaomba ukanitumie. Ninaomba Bwana ukanitumie kama upendavyo, sio kama vile nitakavyo, bali wewe upendavyo. Ukakamate fahamu zangu, ukakamate Bwana akili zangu, ukakamate kinywa changu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hata yule msikilizaji ambaye anayenisikiliza, ninaomba Bwana ukakamate fahamu zake, ukakamate mwili na roho yake, akapate utulivu wa roho na nafsi, katika jina la Yesu Kristo. Adui anayecheza na ufahamu wake, adui anayepigana na ufahamu wake, pepo anaodili na ufahamu, ninakwenda kuwanyamazisha kimya, ninakwenda kuwateketeza sasa katika jina la Yesu. Ninawaangamiza kila pepo wanaosimama ili kuliondoa neno katika fahamu na roho zao, katika jina la Yesu. Adui anayesimama ili kuondoa neno hili Bwana ndani ya msikilizaji huyu, Baba, ninaomba mkono wako wenye nguvu ukahusike kumwondoa huyo adui katika jina la Yesu Kristo. Asante Roho wa Mungu, asante Bwana wa uzima, kwa kuwa wewe ni mwema. Ninaamini ya kwamba Jehova unakwenda Bwana kusema nasi sawa sawa na ulivyokusudia. Asante Roho Mtakatifu, ninakutukuza, ninakushangilia, ninaomba na kuamini ni katika jina la Yesu Kristo, na wote tuseme amen. Ndugu yangu na rafiki yangu ambaye unanisikiliza mahali popote ulipo, siku ya leo ni siku ya kipekee sana, na tutaenda kujifunza kwa habari ya kuondoa mazuio. Kama unaandika, andika kuondoa mazuio. Andika kuondoa mazuio. Bwana Yesu asifiwe sana. Viko vitu ambavyo vinazuia safari ya mtu anapokuwa duniani. Yako mambo ambayo yanazuia safari ya mtu anapokuwa duniani.
Kuna mtu mwingine Mungu alipanga huyo mtu aje kuwa mtu fulani, lakini panakuwa na mazuio ya kuzuia hatima ya yule mtu isitokee. Tutaenda kuona katika kile kitabu cha Mwanzo ni jinsi gani ambavyo Mungu alimpa mwanadamu kumiliki. Tutaenda kuona kile kitabu cha Mwanzo kwamba ni jinsi gani Mungu alivyompa mwanadamu kumiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alitupa kumiliki. Katika kumiliki huko, tambua ya kwamba shetani ana hila sana. Shetani hapendi mtu amiliki. Shetani hapendi mtu akae katika kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Mungu anapokuweka katika kusudi lake, tambua ya kwamba unakwenda kumiliki vitu katika ulimwengu wa roho. Yaani mtu anapokuwa katika lile kusudi la Mungu ambalo Mungu amelikusudia, jua ya kwamba katika ulimwengu wa roho huyu mtu lazima awe na umiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Sidhani kama unanielewa, lakini nataka ufungue ufahamu wako na akili zako kwamba mtu anapokuwa anatembea katika kusudi la Mungu, lazima awe na umiliki, lazima amiliki. Sasa shetani katika kitu ambacho hakipendi ni anapoona mtu anakaa kwenye kusudi la Mungu, kwa sababu mtu akishakaa kwenye kusudi la Mungu, hata baraka za Mungu zitamiminika katika maisha ya huyo mtu. Watu wengi wanakaa maeneo ambayo sio ya kwao, na ndio maana baraka za Mungu hawazioni. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi sana wanaishi maisha ambayo sio ya kwao, na ndio maana baraka za Mungu hawazioni. Baraka za Mungu hawazioni kabisa. Baraka za Mungu hawazioni kabisa. Kwa nini? Ni kwa sababu shetani amehakikisha ya kwamba hawamiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaenda kusoma katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 1 na ule mstari wa 26 mpaka 28. Neno la Mungu linasema ya kwamba Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, akatawale samaki baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote, pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume, na kwa mfano Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume, alimuumba na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia. Ona hichi kitu, mstari wa 28, Biblia inasema Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi. Kitu cha kwanza unachokiona hapa, maandiko matakatifu yanasema ya kwamba Mungu akawabariki. Yoyote ambaye anayezaliwa katika uso wa dunia hii, kitu cha kwanza Mungu huwa anambariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anapokuwa bado hajazaliwa, inapofikia hatua sasa amezaliwa, anakuja na baraka za Mungu. Na ndio maana unaweza ukashangaa, mtoto anaweza akazaliwa kwenye familia fulani ambayo maisha ya familia hiyo ni magumu, lakini baada ya kuzaliwa kwake katika hiyo familia, unashangaa mipenyo ya uchumi isiyokuwa ya kawaida. Unashangaa uchumi unafunguka isivyokuwa kawaida. Kwa nini? Kwa sababu yule mtoto amekuja na baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mtoto amekuja na baraka. Anaendelea kusema katika mstari wa 28, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke. Moja ya kitu ambacho tunachotakiwa kukiona katika mwanadamu, katika maisha ya mtu, ni kwa habari ya kuongezeka. Sasa haimaanishi kwamba kuongezeka kwa uzao,
Hapana. Haimaanishi kwamba kuongezeka kwa uzao, hapana. Kuongezeka katika maeneo tofauti tofauti ya maisha yako. Katika uchumi wako Mungu anataka uongezeke, ustawi. Katika maisha yako Mungu anataka uongezeke, ustawi. Katika kipawa na huduma Mungu aliyokupa anataka uongezeke na ustawi. Kwa hiyo tunakiona kitu cha kwanza Mungu anachokifanya kwa mwanadamu, anambariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anambariki, na akisha mbariki tunachotarajia kuona, kwa sababu baraka za Mungu ziko ndani ya huyo mtu, kinachofuata ni nini sasa? Kinachofuata ni kuishi na kutembea katika mapenzi ya Mungu ili yule mtu apate kuongezeka. Sijui kama unanisikia ndugu yangu, sijui kama tunaenda sawa, lakini ninataka uone ni kwa jinsi gani ambavyo Mungu anapomleta mtu katika uso wa nchi, kitu cha kwanza kabisa lazima Mungu aweke baraka ndani ya huyo mtu, na aishi tu hapo baraka. Mungu anataka huyo mtu aongezeke na kustawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu atukuze sana. Sasa watu wengi sana, kwa sababu mtu anapokuwa anaongezeka na kustawi, cha kwanza atakuwa na ile hali ya umiliki. Bwana Yesu asifiwe. Atakuwa na ile hali ya umiliki. Yoyote ambaye anayeongezeka na kustawi lazima awe na umiliki katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa macho ya damu na nyama. Sasa shetani anachohakikisha ni kuhakikisha ya kwamba huyu mtu asogei wala kuongezeka. Hebu tuende tukasome katika kile kitabu cha Yeremia. Tuende tukasome katika kile kitabu cha Yeremia sura ya kwanza. Yeremia sura ya kwanza mstari wa 5. Yeremia sura ya kwanza na ule mstari wa 5. Neno la Mungu linasema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Huyu ni Mungu anasema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Kuna kitu ninataka ukione hapa katika hii Yeremia sura ya kwanza na mstari wa 5. Anaposema ya kwamba kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Kwa nini huyu mtu anatakaswa? Anatakaswa ni kwa sababu anaandaliwa kwa ajili ya jambo fulani kwenda kulifanya katika ulimwengu. Anaandaliwa kwa ajili ya kitu fulani ambacho Mungu amekikusudia huyu mtu akakifanya katika ulimwengu. Na ndio maana anasema nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Sasa Mungu anakuja anasema ya kwamba, anamwambia Yeremia, na nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Tafsiri yake ni nini? Cha kwanza, Mungu amemtakasa. Baada ya Mungu kumtakasa, kuna kazi ambayo huyu Yeremia anatakiwa kuja kuifanya duniani, na Mungu anaendelea kumwambia kwamba nimekutakasa na nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba nabii Yeremia Mungu alimjua, Mungu alimtambua kabla hata hajawa katika tumbo. Mungu alimjua na alimtambua, na Mungu ameweka kazi ndani yake ya kuwa nabii wa mataifa. Sasa ni wangapi ambao kuna vitu Mungu ameviweka ndani yao, lakini vita imeanza kuinuka kwa sababu ya hivyo vitu? Ni wangapi ambao Mungu anataka wasimame, lakini adui anawashusha chini? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu atukuzwe sana. Ngoja nikwambie kitu kimoja, mtu wa Mungu, yoyote ambaye amepewa kazi na Mungu lazima akutane na vita.
Hakuna mtumishi ambaye amepewa kazi na Mungu alafu akatembea tu kwa mtelemko. Hapana, yoyote ambaye Mungu amempa kazi, amemleta duniani kwa ajili ya kazi yake, lazima atakutana na vita. Lazima akutane na vita. Kwa nini? Ni kwa sababu kile kitu ni cha thamani, na kitakaposimama shetani atapata shida. Mungu ameweka ndani yako huduma ya maombi. Mungu anataka hakikisha kwamba unawafungua watu, unawaombea kupitia wewe. Mungu awaponye watu. Mungu amekuweka kuwa nabii wa mataifa kupitia wewe. Watu wamwone Mungu, watu wengine wapate majibu yao kupitia wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu atukuzwe sana. Hebu tusome katika kile kitabu cha Mathayo. Nataka tumuone Yesu hapa. Mathayo sura ya 1 mstari wa 18. Nataka nikuonyeshe ni kwa jinsi gani shetani anapoona umekuja katika uso wa dunia hii na una lengo fulani ambalo Mungu ameliweka ndani yako, vita huwa inainuka. Yesu mwenyewe alikutana na vita. Tusome katika Mathayo sura ya 1 mstari wa 18. Mathayo sura ya 1 mstari wa 18. Mathayo sura ya 1 na ule mstari wa 18. Neno la Mungu linasema, kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto, akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Yusufu anapewa maelekezo. Yusufu alipoona Mariamu ni mjamzito, Yusufu alitaka kumwacha Mariamu kwa siri. Lakini wakati wa usiku, Yusufu Mungu anamtokea katika ndoto na anampa maelekezo kwamba asimwache Mariamu, kwa sababu ile mimba ambayo alionayo Mariamu ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Na anaendelea Mungu kumwambia Yusufu, anamwambia naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Sasa tunaona jukumu au lengo la Yesu kuzaliwa ni kuwaokoa watu na dhambi zao. Nisikilize, ili ndilo lilikuwa lengo la kuzaliwa kwa Yesu duniani, ni kwa ajili ya kuja kuwaokoa watu na dhambi zao. Sasa Yusufu katika akili zake, Yusufu kwa namna yake ya kibinadamu alikuwa anataka amwache Mariamu. Na unapokuja kusoma, unaona malaika wa Mungu anamtokea Yusufu katika ndoto na anamwambia usimwache Mariamu mkeo, kwa sababu mimba aliyo nayo ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Na aishi hapo, malaika wa Mungu anaendelea kumpa maelekezo kwamba naye atazaa mwana, nawe utamwita huyo mwana jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaendelea kusema katika ule mstari wa 22, hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Immanueli, yani Mungu pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tusome katika kile kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 12. Mathayo sura ya
pili mstari wa kwanza mpaka wa 12, tumeona lengo la Yesu kuzaliwa. Lengo la Yesu kuzaliwa ni kwa ajili ya kuja kuwaokoa wanadamu. Mathayo sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa 12. Neno la Mungu linasema, Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Sasa mfalme Herode baada aliposikia habari za Yesu kuzaliwa, Biblia inasema ya kwamba huyu mfalme alifadhaika kwa sababu aliona kuna mtawala mwingine mpya amezaliwa. Sasa alipoona hiyo, kwake yeye kampa shida. Kwa nini huyu mtoto azaliwe? Biblia inaendelea kusema, Herode akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, akatafuta habari kwao, Kristo azaliwa wapi? Mstari wa 5 anasema, nao wakamwambia, katika Bethlehemu ya Uyahudi, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii, nawe Bethlehemu katika nchi ya Yuda, hu mdogo kamwe katika majumbe wa Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli. Kisha Herode akawaita wale mamajusi faragani, akapata kwao hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota. Akawapeleka Bethlehemu, akasema, shikeni njia mkaulize sana mambo ya mtoto, na mkiisha kumwona nileteeni habari, ili mimi nami niende nimsujudie. Sasa kitu cha kwanza tulichokiona kwa Herode, alifadhaika, na baada ya kufadhaika akaanza kutafuta taarifa kwamba mtoto amezaliwa, na akapewa taarifa kwamba mtoto ni kweli amezaliwa. Sasa baada ya kupewa taarifa, Herode anawafuata hawa mamajusi na anawaambia kwamba mtakapofanikiwa kumwona mtoto, basi ninaomba mje mnipe taarifa nami niende nikamwone. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 7 anasema, kisha Herode akawaita wale mamajusi faragani, akapata kwao hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota. Akawapeleka Bethlehemu, akasema, shikeni njia mkaulize sana mambo ya mtoto, na mkiisha kumwona nileteeni habari, ili mimi nami niende nimsujudie. Mstari wa 9 anasema, nao waliposikia maneno ya mfalme walishika njia, na tazama, ile nyota walioiona mashariki ikawatangulia, hata ikaenda ikasimama juu ya mahali alipokuwapo mtoto. Nao walipoiona ile nyota walifurahi furaha kubwa mno. Wakaingia nyumbani, wakamwona mtoto pamoja na Mariamu mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu na uvumba na manemane. Mstari wa 12 anasema, nao wakiisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda zao kwao kwa njia nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hawa mabwana mamajusi, Mungu aliwaonya katika ndoto, kwa sababu tayari Farao alifadhaika, na mpango wa Farao kumtafuta Yesu ilikuwa ni kwa ajili ya kumwangamiza, kwa sababu alishaona kwamba mtawala mpya ameinuka, mtawala mpya amezaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ni wangapi ambao wanazaliwa na vitu vya kimungu ndani yao, lakini baada tu ya kuzaliwa vita vinaanza? Ni wangapi wanazaliwa na hatima kubwa ambazo Mungu ameziweka ndani yao, lakini baada tu ya kuzaliwa na kuanza kuishi katika ulimwengu huu, vita inainuka. Ni kwa nini vita inainuka? Ni kwa sababu Mungu kitu alichokiweka ndani yako ni kitu kikubwa sana, na kupitia hiko kitu Mungu anataka atukuzwe kupitia wewe duniani.
Mungu anataka ainuliwe kupitia wewe duniani, na ndio maana unaona vita inakuwa kali. Ndugu wanakuinukia, marafiki wanakutenga, ukoo unakutenga. Kwa sababu gani? Kwa sababu hatima ambayo umeibeba ndani yako ni kubwa. Kwa hiyo usishangae kuona vita inainuka. Shetani anataka akupokonye nguvu ya umiliki. Shetani anataka akuondolee hali ya umiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna watu wengine wamehamishwa katika maeneo ambayo sio ya kwao. Yaani Mungu alitaka huyu mtu aje kuwa mchungaji, lakini huyu mtu anahamishwa, anapelekwa eneo lingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu atukuzwe sana. Shetani anataka aondoe umiliki ndani ya wana wa Mungu. Shetani anataka hakikisha ya kwamba hakuna mtu ambaye atakayesimama na kutumika kikamilifu mbele za Mungu. Huo ndio mpango wa Shetani. Huo ndio mpango wa Shetani. Anaweka mazuio, anaweka vipingamizi. Hataki mwanadamu asimame alitimize lile ambalo Mungu amelikusudia kwa huyo mwanadamu. Yamkini uko mahali hapo unanisikiliza, usione vita imeinuka katika maisha yako, usione vita imekuwa kali katika maisha yako na ukaanza kushangaa, ukawaza hata kumwacha Mungu. Nisikilize ndugu yangu, unapoona vita imekuwa kali, ndivyo ushindi unakaribia kupatikana. Mungu amekuwekea huduma ndani yako. Nisikilize rafiki, ng'ang'ania mbele za Mungu. Endelea kuomba mbele za Mungu. Endelea kuishi maisha matakatifu, kwa sababu Mungu anataka akuinue. Mungu anataka kufikishe mahali fulani. Prosesi za Mungu kukuinua. Mungu anapotaka kukuinua, lazima utakutana na vita, lazima utakutana na changamoto. Kuna wakati utafika utataka kukata tamaa, lakini nataka nikwambie rafiki yangu, usikate tamaa. Simama uendelee na safari, maana Bwana ameuandaa ushindi kwa ajili yako. Maana kesho yako ni kubwa kuliko mwanzo wako. Mwanzo wa kila mwanadamu huwa anaanza sifuri. Anapozidi kukua, anaanza kupitia stage mbalimbali. Ataanza kutambaa, mwisho wa siku ataanza kutembea. Katika kutembea kwake ataanguka, lakini haimaanishi ya kwamba hatosimama kikamilifu. Ninataka nikwambie rafiki ambaye unanisikia, simama usonge mbele. Usikatishwe tamaa, usikatishwe tamaa, usirudishwe nyuma. Endelea kumshikilia Mungu, endelea kuomba, usimwache Mungu, maana Bwana ana haja na wewe. Bwana ana mpango na wewe, anakwenda kukuinua hapo mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikate tamaa. Watu wengi wanakata tamaa. Watu wengi wanaishia njiani, hawajui ya kwamba shetani anapanda mazuio. Shetani anawazuia kwenye hatima zao. Yamkini Mungu amekuweka uwaombee watumishi wa Mungu duniani. Yamkini Mungu amekuweka kuwa nabii wa mataifa. Basi simama katika nafasi Mungu aliyokuweka. Simama katika eneo ambalo Mungu amekuweka, kwa sababu nisikilize ndugu yangu, wakati ambao utakaposhindwa kusimama, utatoa hesabu za maisha yako mbele za Mungu. Mungu atakuuliza, kwa nini haukusimama? Kwa nini haukutumika katika kusudi langu? Nisikilize rafiki, simama na usonge mbele. Simama katika utakatifu, simama katika maombi, maana Mungu ana mpango na wewe mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu atukuze sana. Mungu ana mpango na wewe mkubwa. Usiishie njiani, usiishie njiani. Kuna hatua Mungu anataka kupeleke, kuna mahali ambako Mungu anataka kufikisha. Usiishie njiani, usiishie njiani. Hatima yako imewabeba watu wengine. Utakaposimama wewe, kuna wengine wataokolewa kupitia wewe. Kuna wengine Mungu atawainua kupitia wewe. Kuna wengine Mungu atawaponya. Unaposhindwa na kuacha safari hii, unakatisha hatima za watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu atukuzwe sana. Yesu anataka usimame.
Yesu anataka uinuke. Yamkini ulimwacha Mungu ukaanguka katika dhambi. Yesu anataka uinuke tena. Yamkini ulimwacha Yesu. Yesu anataka uinuke tena. Yesu anataka uinuke tena, maana mpango wake ni kuhakikisha ya kwamba unaifikia ile hatima. Mpango wake ni kuhakikisha ya kwamba lile jambo lililokufanya wewe uzaliwe ukalitekeleze kikamilifu. Ipo hukumu kwa watu ambao hawajasimama katika yale Mungu aliyoyapanga kwenye maisha yao. Ipo hukumu unapojiona Mungu kuna kitu amekupa ndani yako. Haijalishi ni mchungaji, haijalishi ni nani, haijalishi, lakini kama Mungu amekupa hiyo neema, kwa sababu lengo la kuzaliwa kwako wewe duniani, liko jambo Mungu anataka ulitekeleze katika uso wa nchi. Liko jambo Mungu anataka ulifanye katika uso wa nchi. Watu wengi sana wanakutana na mazuio, mwisho wa siku wanamwacha Mungu. Na ukimwacha Mungu, shetani atakupeleka sehemu nyingine, atakuondoa katika lile kusudi. Wapo watu wengi wameondolewa katika makusudi. Wapo watu wengi wamehamishwa katika nafasi zao. Mungu alimwekea kipawa cha unabii, Mungu alimwekea kipawa cha uchungaji, lakini shetani anaweka mazuio. Anahakikisha huyu mtu anakufa katika dhambi, anahakikisha huyu mtu anatenda dhambi. Nisikilize rafiki, utakaposhindwa kuelewa hila za shetani, hakika hautaweza kusonga mbele, hakika hautaweza kupiga hatua. Lazima uwe mjanja kumwelewa shetani. Unapoona vita imekuwa kali kwenye maisha yako, endeleza kasi, endeleza maombi, maana ushindi uko mbele yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu atukuzwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Liko jambo Mungu anataka kulifanya kwako. Liko jambo Mungu anataka kulifanya kwako. Liko jambo Mungu anataka kulifanya kwako. Hebu mahali ulipo, hapo ulipo, mwambie Mungu, ninaomba univushe sasa. Mwambie Mungu, ninaomba univushe katika maeneo ambayo nimekuwa mdhaifu, katika maeneo ambayo nimehisi kuchoka. Mwambie Mungu, ninaomba univushe. Naye Bwana ni mwaminifu. Yamkini umeanguka katika dhambi. Mwambie Mungu, ninaomba unisamehe, maana nimeanguka katika uovu. Mwambie Bwana nisamehe, naye ni mwaminifu atakusamehe. Mwambie Bwana nitakase, naye ni mwaminifu atakutakasa. Ingia kwenye maombi sasa. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba rehema zako Bwana, ninaomba msamaha wako Bwana, mahali kokote ambako Bwana tumekutenda dhambi tukajisahau. Ninaomba mkono wako wenye nguvu, mkono wako wenye nguvu Bwana ukatusafishe, mkono wako wenye nguvu Bwana ukatutakase, katika jina la Yesu. Maana neno lako linasema, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Ebu homba rehema, mwambie Mungu akutakase, mwambie Mungu akusamehe kwa yale ambayo ulioyatenda yakaondoa utukufu ndani yako. Mwambie Mungu akusamehe. Mwambie Bwana akutakase, mwambie Mungu akutakase. Yeye anasikia, anasikia, anasikia. Anasema tubuni mrejee. Mungu anataka utubu, Mungu anataka utengeneze. Mungu ana hatima kubwa amekuwekea ndani yako. Mungu kuna kitu kikubwa amekuwekea ndani yako, lakini adui anahakikisha ya kwamba unaishia katika dhambi, unaishia katika uovu. Yoyote anayeishia katika uovu anampa shetani nafasi ya kuto kufanya kile Mungu alichokiweka ndani yako kitokee. Hebu mwambie Bwana akutakase, mwambie Bwana akusamehe, mwambie Bwana akusaidie kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu wa uzima, Bwana wa mabwana, ninaomba simama sasa juu ya mama huyo, ninaomba simama sasa juu ya baba huyo, ninaomba simama sasa juu ya kijana huyo, ninaomba simama sasa juu ya binti huyo. Bwana simama, ninaomba Bwana mpiganie, ninaomba Bwana mtetee, ninaomba Bwana mtakase katika jina la Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, ninamimina damu ya Yesu ndani yake katika jina la Yesu. Kila mzizi wa dhambi, kila dhambi iliyokuwa sugu katika moyo wake, pepo aliyosimama ndani yake,
ambao kazi yao wanasimamia tabia za dhambi ndani ya huyo mtu, ninatangaza kuanzia sasa, Bwana akutoe katika hilo tanzi, Bwana akutoe katika hilo teso, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, pokea nguvu ya kutoka, pokea nguvu ya kutoka, pokea nguvu ya kutoka, pokea nguvu mpya, pokea nguvu mpya, pokea nguvu mpya. Bwana akutoe, Bwana akutoe katika hayo mateso, akutoe katika hiyo dhiki, akutoe katika jina la Yesu, akupe nguvu mpya. Pokea nguvu mpya, pokea nguvu mpya kwa jina la Yesu, nguvu ya kusonga mbele. Pokea sasa, maana Bwana yuko mahali hapo, maana Bwana yuko mahali hapo. Pokea nguvu mpya kwa mamlaka ya jina la Yesu. Pokea nguvu mpya, nguvu ya uamsho, uamsho wa maombi, nguvu ya uamsho, uamsho wa kusoma neno, nguvu ya uamsho, uamsho wa kusonga mbele katika jina la Yesu. Pokea kuanzia sasa, pokea kuanzia sasa, pokea kuanzia sasa, pokea kuanzia sasa, pokea kuanzia sasa katika jina la Yesu. Yamkini adui amekufanya kuwa mdhaifu, mdhaifu wa mwili, mdhaifu wa kiafya. Ninatangaza sasa, pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima. Pokea. Magonjwa yaondolewe, magonjwa ya kuachie, magonjwa ya kuachie, mauti kuachie. Yamkini mauti imekumeza, ninatangaza ikutapike, ninatangaza ikutapike. Mauti iliyokumeza, ninatangaza ikutapike. Mauti iliyokumeza, ninatangaza ikuachie kwa damu ya Yesu. Ikuachie sasa, ikuachie sasa, ikuachie sasa kwa jina la Yesu ali hai. Mauti kuachie kuanzia sasa. Bwana akufunike, Bwana akusaidie, Bwana akutegemeze, Bwana akuinue katika maisha yako. Lile ambalo Bwana amelikusudia katika maisha yako likawe kama Bwana alivyokusudia. Lile ambalo Bwana alilolipanga katika maisha yako likawe kama alivyokusudia katika jina la Yesu. Asante Mungu wa uzima, ninamkabidhi Bwana msikilizaji huyu mikononi mwako, ninamkabidhi Bwana msikilizaji huyu mikononi mwako. Ninaomba nuru yako ikamfunike, uweza wako Bwana ukamwatamie katika jina la Yesu Kristo. Bwana mfunike, Bwana mwatamie kwa damu ya Yesu Kristo. Asante Mungu Roho Mtakatifu kwa uaminifu wako, kwa maana wewe unaweza, kwa maana wewe unatosha. Ninaomba mkono wako wenye nguvu ukamfunike na kumwatamia katika jina la Yesu. Ninaomba na kushukuru kwa damu ya Yesu Kristo. Wote tuseme amen. 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 Endelea kusonga mbele, endelea kumwomba Mungu lile ambalo Mungu amelipanga katika maisha yako. Hatima kubwa Mungu aliyoweka katika moyo wako, basi ikatimie. Maono yako Mungu aliyoyaweka ndani yako yasife kabla ya muda wake. Bwana akakuinue, Bwana akakubariki. Mungu abariki sana. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Muwe na wakati mwema. Amen.